picha yetu ndani ya Kristo inafanya tujue jinsi Mungu anavyotujua. Bwana asifiwe. Ndio maana anasema inuka wewe uliyelala, toka katika mauti. Ukiwa ndani ya giza ni kama umekufa, maana hawezi ona, hawezi tambua chochote kizuri mwako, hawezi tambua kitu kizuri ndani mwako sababu ya giza. Ni kama umekufa kabisa, ni kama hauna thamani, ni kama hauna thamani. Naye Kristo atakuangazia. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ndio maana Yesu akasema katika Yohana 8 mstari wa 12. Then spoke Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that follows me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Sio hii nuru, nuru ya uzima. Hiyo ni tofauti na hii nuru. Unaweza kuwa na hii taa lakini bado unaishi maisha ya giza. Nuru ya Kristo ni nuru ya uzima, nuru ya uhai, the light of life, ambayo itakufanya utambue wewe ni nani, uone thamani yako, jijue jinsi Mungu anavyokujua. Na ukijua wewe ni nani, na ujijue venye Mungu anakujua, utaishi venye Mungu anataka uishi. Hallelujah. Zaburi 119 na mlango wa mstari wa 130. Psalms 119 verse 130. Inasema hivi. Psalms 119 verses 130. The entrance of thy word giveth light, it giveth understanding unto the simple. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo tu ni neno la Mungu ambalo linapeana nuru, linapeana kuelewa. Amen. Wale watu ulimwengu ambao kuelewa kwao kumetiwa giza, neno la Mungu ndio ambalo linapeana hiyo nuru. Amen. Zaburi 36 na mstari wa 9. Zaburi 36 umurongo wa 9. For with thee is the fountain of life, in thy light shall we see light. Amen. Hebu soma Psalms 36 verse 9. 36 verse 9. Bazahazwa rwose n'umubyibuho wo mu nzu yawe, kandi uzabuhira uruzi rw'ibyishimo. 36 verse 9. Bazahazwa rwose n'umubyibuho wo mu nzu yawe, kandi uzabuhira uruzi rw'ibyishimo byawe. Amen. Katika nuru ya Mungu tutaona mwangaza. Bwana asifiwe. Hebu nikwambie, tumejipea kazi mingi sana ya kupigana na ibilisi na mapepo. Shida ya hii ulimwengu sio ibilisi na mapepo. Shida ya hii ulimwengu inahitaji nuru peke yake. Inahitaji neno la Mungu. Hiyo ndio nuru ambayo imekosekana. Utakemea mapepo lakini hiyo haitasaidia. Utakemea mapepo, hiyo haitasaidia. Bado watabaki katika giza. Hata utoe pepo ndani ya mtu,
lakini bado mawazo yake yamejaa giza. Umemsaidia? Hapana. Dawa ni neno. Tuwakishe taa ya neno. Tufundishe watu. Tuwaonyeshe jinsi walivyo ndani ya Kristo. Jinsi wamekamilika ndani ya Kristo. Tumekamilika. Sisi ndiye mawe ambayo inajenga nyumba ya Mungu. Na hii mawe ilikuwa ikichimbwa kwenye kware. Na ilipoletwa kwenye hekalu, haikuchongwa, haikukatwa, ilikuwa imekatwa kwenye kware. Sulemani aliambiwa pasisikike sauti ya nyundo mahali penye hekalu inajengwa. Haungesikia nyundo ikipiga pap. Lakini leo makanisa yetu imekuwa ni garage ya manyundo kupiga watu, kugonga na kugonga na kugonga. Hiyo ni nyumba yako unajenga, si ya Mungu. Maana ya Mungu ilisemekana pasisikike sauti ya nyundo. Ilisemekana hivyo. Sauti ya nyundo isisikike. Maana hiyo mawe ilikuwa inachongwa kwenye shimo pale. Ikija hapa inaenga tukani pap inatoshea. Na sisi ndio hiyo mawe. Unasikia? Yani sisi tumekamilika, we are complete. Hatujapungukiwa. Hiyo mawe ambayo kwa hiyo ukuta inafanana na ile mwamba ambayo ilichimbwa. Imefanana 100%. Na kama tulichimbwa kwa Kristo, tuko kama yeye 100%. Ndio maana tunahubiri ili muweze kujua na muweze kuona, na ukishaona uweze kuishi kulingana na maisha ambayo uko nayo. Bwana asifiwe. Wacha nimalizie hapo, tutaendelea kesho. Na kesho usikose. Kesho njoo na mtu. Hii leo nimeonjesha tu. Hii sijahubiri bado. Hii ni kionjo nimepeana. Kesho nakuja na dozu mzima sasa. Mungu wa amani awabariki.